Karibuni ambao tunaendelea kujiunga kwa ajili ya mwendelezo wa kupata elimu kuhusiana na masuala ya anwani za makazi na umuhimu wake katika kufanikisha maombi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Tunaweza kuendelea kuandikia maswali kwenye eneo letu la chati. Wakati tunaendelea kuhubiri kufungua rasmi, niwaombe uzime mic zetu. Lucy Leonard, asante kwa kuelewa, na wengine wote ambao microphone zetu ziko wazi tunaweza kuzizima, pamoja na videos zetu tunaweza kuzizima. Kwa maswali tunaweza tukaandika kwenye upande wa chat. Wapo wenzetu ambao wameanza kutuuliza maswali mbalimbali. Kuna huyu anauliza kuhusiana na mafunzo yanaanza saa ngapi? Mafunzo tulikubaliana yanaanza saa 10 kamili. Basi nadhani tuna dakika kama 1 au 2 tutafungua rasmi na kuendelea. Lakini kuna mwenzetu Jafari anauliza viambata muhimu ni vipi wakuu? Kadri tutakavyotoa elimu tutaendelea kusema viambatisho muhimu ni vipi. Kuna huyu mwenzetu anatuambia kwa mfano mtu namba yake ya NIDA imekosewa afanyeje? Hili nadhani ambaye angeweza kulijibu vizuri zaidi ni mtu wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, lakini kwa uelewa wa juu kabisa tunaweza kukushauri ukafika kwenye ofisi za NIDA, wao wakakupa utaratibu mzima wa kuweza kufuata hatua gani uweze kufuata mpaka ukakamilisha hizo hatua. Na kwa sababu inafahamika tunakwenda kuomba mikopo, inawezekana kabisa jambo lako likapewa msukumo wa haraka ili usishindwe kukamilisha maombi yako ya mkopo. Karibu mkurugenzi uweze kuendelea na ufunguzi. Asante. Natumaini nasikika. Unasikika vizuri. Asante. Nashukuru. Habari za jioni na karibuni katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi vya elimu kuhusu anwani za makazi na maombi ya mkopo. Basi leo ni siku nyingine tena tutaenda kupata darasa lingine kuhusiana na mada ambayo iko mbele yetu. Mimi kwa majina naitwa Edith Turuka, ni kaimu mkurugenzi msaidizi wa anwani za makazi, natokea Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Kuna wale ambao natumaini kuna ambao tulikuwa nao tokea wiki hii inayoisha. Sesheni zetu zilianza ilikuwa ni Jumanne. Natumaini kuna wengine hapa ndani ya hii session walikuwa tokea siku ya kwanza, lakini inawezekana pia wengine ni wapya. Lakini yote kwa yote tutaweza kufahamu kwa wale wapya na wale ambao wanaendelea, tutajitahidi kuwaficha wote ili tuweze kupiga hatua nyingine katika kuwezesha kutoa elimu na uelewa kuhusu anwani za makazi na maombi ya mkopo. Kama ambavyo tuliongea hapo mwanzo, taarifa za anwani za makazi ni hitaji la msingi katika maombi ya mkopo. Ni hitaji mojawapo ya mahitaji katika maombi ya mkopo ya masomo ya elimu ya juu unaotolewa na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Kwa hiyo kabla sijaanza rasmi na mawasilisho, ningependa kumwalika mwakilishi kutoka bodi ya mikopo ili aweze kusema neno la ukaribisho na utangulizi. Karibu mwakilishi wa bodi. Mwakilishi wa bodi ya mikopo, karibu. Asante mkurugenzi. Tunashukuru kwa nafasi hii tena mara nyingine. Kama ambavyo jana tulishirikisha sehemu ambayo inaonyesha ni jinsi gani muombaji wa mkopo anaweza akaingiza ile namba ya kumbukumbu. Naamini washiriki wengine walikuwa wakifuatilia, na kwa hivyo tuko tayari leo kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu kwa kushirikiana. Tunashukuru sana. Asante kwa mwakilishi kutoka bodi ya mikopo, tunashukuru kwa neno hilo la utangulizi. Basi ndugu washiriki, tuendelee na kupokea elimu, tusipoteze sana muda kwa protokoli. Niwakaribisha wale watoa mada, Arnold na timu yote, karibuni tuendelee na mawasilisho.
Asante sana mkurugenzi kwa kutufungulia. Nyamos, naamini uko tayari. Naona umeshare screen yako Nyamos. Tunatamani kupata maelezo mafupi ya kwa nini tuna anwani za makazi leo. Ni Genesis ni wapi na nani alianzisha kama nchi. Ni kuombe Nyamos uplay hiyo video fupi kabla ya kuendelea na wasilisho letu. Mwasilishaji wakati anajiandaa kuplay, ni wakumbushe tu ndugu washiriki, tuna utaratibu wa kupokea maswali kupitia chat. Kwa hiyo kama wakati anawasilisha utakuwa na swali, unaweza ukaliandika pale, tunayaona yote na tutayajibu baada ya mawasilisho. Serikali imedhamiria kwa dhati kutekeleza mfumo wa anwani za makazi ili kurahisisha utambuzi wa wakazi na makazi na kuhakikisha kuwa kila mwananchi anakuwa na anwani ya makazi katika eneo lake anapoishi, kaya, ofisi ama eneo la biashara, ili kuwezesha kuhudumiwa kwa ufanisi. Yes, asante sana Nyamos. Asante. Tulitaka kusikia maelekezo ya kiongozi mkuu wa nchi kuhusiana na masuala ya anwani za makazi. Tunaendelea na elimu yetu kuhusiana na masuala yetu ya anwani za makazi. Na sasa tuanze rasmi kama ambavyo mkurugenzi ametuambia, na tumesikia kumbe anwani ya makazi ni maelekezo ya serikali kwamba kila mwananchi anapaswa kuwa na anwani ya makazi katika eneo lake kwa ajili ya kurahisisha utoaji na ufikishaji wa huduma. Mimi ninayewasilisha wasilisho hili naitwa Arnold Mkude kutoka katika timu ya kitaifa ya kuratibu utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi. Basi nitawapitisha ili kujenga uelewa wa pamoja kuhusiana na masuala ya anwani za makazi. Na tutaona vitu gani? Tutaona vitu vikuu vitano. Tutaanza kujua nini maana na muundo wa mfumo wa anwani za makazi. Tutajua umuhimu wa anwani za makazi ni upi, lakini hali ya utekelezaji ikoje ndani ya nchi yetu, pamoja na maswali mengine ambayo mimi na wewe tunaweza kujiuliza kuhusiana na anwani za makazi, na baadaye tutahitimisha. Labda swali letu la kwanza, nini maana na muundo wa anwani ya makazi? Ndio swali ambalo ambaye hakushiriki kikao cha kwanza na cha pili anaweza akajiuliza, nini maana ya anwani ya makazi? Kwa maana fupi kabisa, anwani ya makazi hizi ni taarifa pamoja na miundombinu ambayo inaweza kutambulisha mahali halisi jengo au huduma ilipo, ili mtu aweze kuifikia na kupata huduma hiyo. Lakini taarifa hizi na miundombinu hii inawekwa kwenye mifumo ya tehama kwa ajili ya kurahisisha utambuzi wake. Kwa hiyo ndiyo taarifa au ndio maana ya anwani ya makazi. Lakini tukiangalia muundo, hii anwani ya makazi inaundwa na vitu gani? Anwani ya makazi vinaundwa na vitu vikuu vitatu. Cha kwanza kikiwa ni namba ya nyumba, ya pili ikiwa ni jina la barabara, mtaa au kitongoji, lakini cha tatu ni namba maalum ya kata ambayo tunaiita post code. Inawezekana mmewahi kusikia post code kwa nyakati mbalimbali, lakini hiyo ilikuwa ni sehemu ya anwani ya makazi. Kwa hiyo anwani kamili ya makazi inaundwa na vitu hivyo vitatu. Kwa hiyo kwa msingi huo tunaanza kujibu hili swali la nini maana na muundo wa anwani ya makazi. Sasa ili tuelewe vizuri, tuone na huu mfano ambao unafuata hapa. Mfano wetu wa kwanza ni muundo wa anwani katika maeneo yetu ya mijini. Kwenye picha hizo utaona kuna nguzo ya njano, ina mbawa, ina jina la barabara. Kwenye huu ukuta kwenye geti utaona kuna namba 2 imebandikwa ukutani. Na hivi vitu vipo kwenye mitaa yetu. Kuna namba kama hizi zimebandikwa, kuna baadhi ya maeneo zimechorwa. Hizi nguzo za majina ya barabara zipo kwenye barabara zetu huko mitaani tunaziona. Kwa hiyo kumbe anwani ya makazi ni kitu ambacho kiko kwenye mazingira yetu. Na kama ambavyo tumesema, inaundwa na vitu vitatu: namba ya nyumba, jina la barabara na post code. Tukiangalia hicho kibao cha njano kina namba 2 4.st. Kuna hizo tarakimu 5 Dodoma Makulu Dodoma. Ukiangalia upande wa kulia kuna ufafanuzi. Hii namba 2 ambayo tunaiona pia imebandikwa ukutani ni nini? Ndio namba ya nyumba.
Mwingine anaweza akasema ni namba ya anwani. Yote tunamaanisha kitu kimoja, namba mbili. Kwa hiyo zile zilizobandikwa kwenye makazi yetu ndio namba za anwani. Namba ziko nyingi sana. Kuna baadhi ya maeneo halmashauri ukipita kuna kama vibati vimebandikwa kwenye milango na nini, lakini tunapoongelea masuala ya utambuzi ndani ya nchi yetu, tunaongelea masuala ya anwani za makazi, na zile namba zilizobandikwa zinapaswa kuwa kwenye kibao cha njano. Lakini vile vile tuna jina la barabara. Hili jina la barabara ambalo linaonekana kwenye nguzo yenye njano na nyeusi, alafu kunakuwa na mbawa imebeba jina la barabara. Na kwenye mitaa yetu tumeona huko kuna majina mengi, na kuna wengine wamepata bahati majina yao yameandikwa kwenye baadhi ya mitaa huko. Hayo ndio majina ya barabara au majina ya mitaa katika maeneo yetu ya mijini. Lakini hizi tarakimu 5 ndio post kodi. Hii post kodi ni kitu ambacho tumewahi kukisikia na tutaeleza vizuri kwenye slide inayofuata. Lakini Dodoma Makulu, hili ni jina la kata, na Dodoma hii ni wilaya. Kwa hiyo huo ndio mfano kamili wa anwani ya makazi ambao mshiriki yeyote wa mafunzo haya anapaswa kujua namba yake ya nyumba, anapaswa kujua jina la barabara yake au mtaa. Na hapa tuelewe vizuri, kwenye masuala ya anwani za makazi tunaposema mtaa, jina la mtaa hatumaanishi mtaa wenye mtendaji wa mtaa. Kwa mfano labda mtaa sijui wa Dodoma Kati, mtaa wa Msangalale. Hapana, mtaa tunaomaanisha ni barabara ambayo imepewa jina fulani. Mfano mzuri ambao wengi tunaweza kuelewa, ukisikia yale majina ya barabara za Kariakoo, mtaa wa Narung'ombe, mtaa wa Sikukuu, mtaa wa Swahili, yale ni majina ya barabara ambazo ziko pale Kariakoo. Haina maana ni mtaa wa kiutawala. Hapana, kumbe ni jina la barabara kulingana na hadhi ya ile barabara, imepewa hadhi ya mtaa na kupewa jina la barabara kwa ajili ya masuala ya utambuzi. Ndio maana ukienda Kariakoo ukipiga simu atakwambia njoo kwenye mtaa wa Swahili. Tunapakana na labda kwenye maunganisho ya barabara ya Swahili na Narung'ombe. Maana yake zile ni barabara. Wewe utasoma vibao vya majina ya barabara na utaingia kwenye barabara husika. Lakini mfano wetu huo unakwenda sambamba na haka ka sketch ambako tunakaona hapa. Hii sketch inatuonyesha kuna barabara kuu, kuna barabara ya mtaa, na kuna barabara nyingine ya mtaa ambayo imeonyesha huku chini. Sasa kwenye hii barabara kuu tunaona upande wetu wa kushoto kuna namba 1, namba 3, namba 5, 7, 9 na kuendelea. Lakini tukiangalia upande wetu wa kulia kuna namba 2, 4, 6, 8, 10 na kuendelea. Huu ni utaratibu wa kutoa namba za anwani kwenye barabara ambazo zipo kwenye maeneo yetu. Upande wa kushoto wa barabara tutaona namba witili na upande wa kulia tutaona namba shufwa. Lakini namba zinatoka mwanzo wa barabara kuelekea mwisho wa barabara. Kila barabara unayoiona ina mwanzo na ina mwisho. Kwa hiyo namba tunazitoa kwa mtindo huo. Na huu mfano ni mfano wa viwanja ambao tumevichora. Na unaona viwanja vyote vina mageti, sehemu ya kuingilia. Kwa hiyo namba ya anwani inawekwa mbele kwenye lango la kuingilia kwenye jengo husika au kwenye nyumba husika. Namba inawekwa sehemu ambayo inaonekana. Hii ndio namna ambavyo tunatoa namba za anwani za makazi kwenye maeneo yetu ya mijini. Na kwa sababu maeneo ya mijini mengi, ingawa sio yote, yana ramani za mipango miji, yana ramani za upimaji. Kwa hiyo tunafuata ramani hizo kwenye maeneo hayo yaliyopimwa kutoa namba za anwani za makazi.
Lakini hata maeneo pia ambayo hayajapimwa, hayajapangwa katika maeneo ya mijini, tunatoa namba kwa utaratibu wa shufa na witiri kwa kuzingatia uelekeo wa barabara. Hiyo ni namna ya kutoa anwani za makazi katika maeneo ya mijini. Tukienda kwenye maeneo ya vijijini sasa, vitu vinavyounda anwani ya makazi ni vile vitatu. Lakini hapa kuna utofauti kwenye kitu cha pili. Cha kwanza ni namba ya nyumba, cha pili ni jina la kitongoji au shehia, na cha tatu ni namba maalum ya kata. Kwa wale wasiofahamu kitongoji, kitongoji ndio ngazi ndogo kabisa katika maeneo yetu ya kiutawala kwa Tanzania bara. Kwa Kiingereza tunaita hamlet, lakini kwa kule Zanzibar tuna shehia, ndio ngazi ndogo kabisa ya eneo la kiutawala kwa upande wa Zanzibar. Kwa hiyo kwa mjini anwani zinawekwa kwenye barabara, zinaunganishwa na barabara fulani. Lakini kwa vijijini anwani zinaunganishwa na kitongoji au shehia. Yes. Mfano hapa tunao ambao unatuonyesha anwani namba 4, kitongoji cha Mtukula, kijiji cha Nyange, tarakimu hizo 5, Msolwa stesheni, Kilombero. Na ufafanuzi wake, namba 4 ni namba ya nyumba kama tulivyoona mjini ikiwa namba 2, huku namba 4. Lakini hapa tuna jina la kitongoji. Hichi kitongoji kinaitwaje? Ni Mtukula. Na jina la kijiji ni nini? Ni Nyange. Na hizi tarakimu 5 ni posti kodi. Na Msolwa stesheni ni kata na Kilombero ni wilaya. Kwa hiyo kwa sisi wale ambao tuko kwenye maeneo ya vijijini, tunapaswa kujua namba ya nyumba yetu, tuko kitongoji gani, kijiji gani, na namba maalum ya kata, hii posti kodi, jina la kata yetu pamoja na wilaya. Hizi ndio taarifa kamili ambazo zinatengeneza anwani ya makazi katika maeneo ya vijijini. Sasa ukiangalia pia hii namna ya kutoa namba kwenye maeneo yetu ya vijijini, utaona katika maeneo yetu mengi ya vijijini nyumba zimetawanyika, hakuna mpangilio mzuri kwa maana ya viwanja vilivyopangwa na kupimwa kama maeneo ya mijini. Nyumba zina mtawanyiko kama inavyoonekana hapo. Kwa hiyo namba tunatoa random, namba 1, 2, 3, 4 mpaka mwisho kulingana na idadi ya majengo yaliyoko kwenye kitongoji husika. Huo ni mfano tu ambao tumejaribu kuonyesha. Kwa hiyo baada ya kuonyesha mfano wa mjini na kijijini, take home hapa ni nini? Kila mmoja wetu anapaswa kujua anwani yake kamili ya makazi. Namba ya nyumba, jina la barabara au mtaa. Kwa wale wa vijijini, jina la kitongoji pamoja na namba maalum ya kata, yaani posti kodi. Sasa hii posti kodi tumekuwa tukiiongea muda mrefu. Kuna mtu atakuwa anajiuliza posti kodi ni nini? Kuna wengine wamewahi kuagiza vitu nje ya nchi. Ukiingia kwenye mtandao unaambiwa jaza posti kodi, wengine wanaambiwa jaza zip kodi. Na kuna baadhi yetu wanajaza plus ile kodi ya nchi ya mawasiliano, badala ya kujaza post kodi anajaza ile. Sasa tunataka tueleweshane hapa, unapoulizwa post kodi au zip kodi unatakiwa kujaza nini? Post kodi ni utaratibu wa kitaalamu wa kuyagawa haya maeneo yetu ili tuweze kurahisisha namna ya kuyatambua. Ndio maana ya hii post kodi. Na post kodi ziko za aina nyingi. Kuna baadhi ya nchi wanatumia post kodi zenye namba na herufi, lakini baadhi ya nchi zinatumia namba peke yake ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo post kodi ya Tanzania ni tarakimu 5 ambazo zinatambulisha eneo kuanzia ngazi ya kanda mpaka ngazi ya kata. Na kwa sababu hiyo nchi yetu imegawanywa katika kanda 7 za mawasiliano. Ya kwanza ikiwa Dar es Salaam kama tunavyoona kwenye ramani, ya pili ikiwa kaskazini, ya 3 kanda ya Ziwa, ya 4 kanda ya kati, ya 5 nyanda za juu kusini, na ya 6 ikiwa kanda ya pwani, na ya 7 ni Zanzibar. Sasa tuone huu mfano wa postkodi 41416. Huu mfano maana yake ni nini? Namba ya kwanza, namba 4 ni kanda ya kati kama tulivyoona kwenye ramani.
Kanda ya kati ni namba 4. Kwa hiyo namba ya kwanza ni kanda. Namba ya pili kwa maana ya 41 ni mkoa. Kwa hiyo kumbe ni kanda ya kati mkoa wa Dodoma ndio unapata hiyo 41. 414 maana yake ni kanda ya kati mkoa wa Dodoma wilaya ya Chamwino. Na tarakimu mbili za mwisho ambazo zinatengeneza 41 41 zinamaanisha kanda ya kati mkoa wa Dodoma wilaya ya Chamwino kata ya Igandu. Kwa hizo tarakimu 5 kumbe ni namba maalum za kata ya Igandu. Sasa kuna mtu atauliza swali hapa, mimi nawezaje kujua postcode yangu? Hilo swali naomba ulitunze, tutakuja kulijibu hapo mbele. Mpaka kufika hapa ni imani yangu kwamba umejifunza kuhusiana na nini maana ya anwani ya makazi na ni vitu gani vinaunda anwani ya makazi. Tumejibu swali letu la kwanza. Kumbe anwani ya makazi ni namba ya nyumba, jina la barabara, mtaa au kitongoji, na kitu cha tatu ni postcode ambayo ni namba maalum ya kata. Hilo swali tumelijibu. Sasa tunakwenda swali la pili. Hii anwani ya makazi ina umuhimu gani mpaka kama nchi tukaamua kutekeleza nchi nzima? Ina umuhimu gani? Sawa. Mfumo wa anwani za makazi au anwani za makazi ina manufaa mengi sana. Ya kwanza ikiwa ni kuharakisha na kurahisisha upatikanaji wa huduma. Nitatumia mfano wa kawaida kabisa. Unapokuwa nyumbani umeagiza mzigo uletewe nyumbani. Na tunafahamu siku hizi watu wengi tunanunua vitu online na nini, unataka wakuletee nyumbani. Hata mabasi wakifikisha mizigo wakati mwingine anakuuliza nifanye delivery nilete nyumbani. Wale wa Dar es Salaam ni utaratibu wa kawaida, wanaagiza vyakula na nini waletewe nyumbani. Sasa unapoletewa nyumbani, anayekuletea lazima akuulize nilete wapi. Na hapo sasa wakati mwingine huwa unashtuma location, wakati mwingine utamwambia njoo mpaka kituo fulani, ukifika nipigie simu, njoo mpaka kwenye kituo cha bodaboda, ukifika ulizia hapo. Kwa nini? Ni kwa sababu hatujui namna nzuri ya kumwelekeza mtu afike nyumbani. Namna nzuri ya kumwelekeza mtu, mpe anwani yako ya makazi. Na yeye kama na mfumo wa anwani za makazi, basi atautumia mfumo huo ambao utamuongoza mpaka kufika nyumbani. Hili ni swali pia unaweza ukaliuliza. Unamuongozaje? Tutakwenda kuona kwenye mfumo wa kidigitali wa anwani za makazi. Kwa hiyo moja ya umuhimu wa anwani ya makazi ni kurahisisha huu ufikishaji wa huduma. Na ni huduma hizi za kawaida pamoja na huduma za dharura. Kuna changamoto tumeipata saa 5 usiku, tumevamiwa na wezi au vibaka. Toa taarifa polisi. Unamwambia polisi aje wapi? Utamwambia tu niko mtaa wapi? Niko mtaa wa madukani. Madukani nyumba ipi? Inakuwa ni ngumu kumwambia. Umepata changamoto ya umeme, wakati mwingine umeme umekatika usiku, unapiga simu ya dharura TANESCO. Unamwambia waje nyumbani. Waje nyumba ipi? Ndio changamoto ambayo tunakuwa tunaipata. Kwa hiyo kwa kutumia mfumo wa anwani za makazi, maana yake utamwambia huyo mtoa huduma za dharura aje nyumba namba 5 barabara ya Samnujoma pamoja na postcode yake utamtajia hapo. Na yeye kupitia mfumo wa anwani za makazi utamuongoza na atafika nyumbani. Lakini vile vile kuboresha shughuli za ulinzi na usalama kwa ajili sasa ya kuimarisha masuala ya kutambuana. Katika maeneo yetu kuna watu wengi wanaingia na kutoka na wengine hatuwajui, na wakati mwingine inapelekea masuala ya mmomonyoko wa maadili, vitendo vya kikatili vinatokea katika jamii zetu kwa sababu ya uwepo wa watu ambao hatuwatambui. Lakini kuimarisha masuala ya utambuzi, vile vile kuwezesha tafiti nyingine kufanyika kwa tija, kuwezesha biashara mtandao. Kama nchi tunaelekea kwenye uchumi wa kidigitali, tunao mkakati wa uchumi wa kidigitali. Sasa ili tuweze kufanya mambo yetu kidigitali, lazima tuwe na mfumo wa anwani za makazi. Wengi tulijifunza kipindi cha corona, ilivyotokea tunaogopa kwenda sokoni, tunaogopa kwenda kwenye mikusanyiko mbalimbali, unatamani huduma zifike nyumbani. Sasa huduma zinafikaje nyumbani kama hatuna mfumo wa kutambulisha hapo ambapo unataka huduma ifike? Kwa hiyo mfumo wa anwani za makazi unakuja mbali, lakini vile vile kusaidia katika kukabiliana na majanga mbalimbali kwa maana ya kutambua maendelezo yaliyokuwepo kabla ya kutokea kwa hayo majanga.
Kwa hiyo haya ni miongoni mwa umuhimu wa anwani ya makazi. Lakini vile vile kuna mtu anakaa hapa sasa hivi anataka kujua huduma ambazo ziko karibu yake. Anataka kujua ofisi ya serikali ya mtaa iko wapi. Anataka kujua ofisi ya NIDA iko wapi. Kwa hiyo kumbe unaweza ukatumia mfumo wa anwani za makazi ukaandika tu ofisi ya NIDA ikakuletea ofisi ya NIDA ambayo iko karibu nawe, au ofisi yoyote ile ambayo unataka kwenda kutoa huduma iliyoko karibu, kupata huduma iliyoko karibu nawe utaiona kwenye mfumo wa anwani za makazi na kuifikia. Hayo ni miongoni mwa manufaa ya mfumo wa anwani za makazi ambayo tutayaona vizuri wakati mwasilishaji wa mfumo wa kidigitali akiwa anatuonyesha. Tumejibu swali la kwa nini huu mfumo ni muhimu. Sasa swali la je, utekelezaji ndani ya nchi yetu ukoje? Hapa mtakubaliana na mimi kwamba mwaka 2022 tulifanya kitu kinaitwa operesheni anwani za makazi. Inawezekana baadhi yetu tulishiriki katika kukusanya taarifa, wengine tuliona nguzo zinawekwa kwenye mitaa yetu, namba zinawekwa kwenye makazi yetu. Vyote tuliona hivi mwaka 2022 mwezi Februari. Yale yalikuwa ni maelekezo ya serikali kwamba kila mwananchi sasa awe na anwani, na ndio tukasikia ile video mwanzo kabisa ambayo mtaalamu aliplay tuweze kujua genesis ya haya maelekezo ya kutekeleza mfumo wa anwani za makazi yalitokea wapi. Na kupitia zoezi lile kama nchi tuliweza kusajili anwani za makazi milioni 12.3 ambazo zilihifadhiwa kwenye mfumo wa kidigitali wa anwani za makazi, na zoezi hili ni endelevu, anwani zinaendelea kuongezeka kila siku. Kwa nini? Kwa sababu watu wanahama kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Mwaka 2022 mwingine alikuwa Dar es Salaam, sasa hizi amehamia yuko Katavi. Kipindi kile wengine tulikuwa labda tunasoma tuko shuleni, tumemaliza masomo tumerudi nyumbani kwetu, au nyumbani unakuta walikuwa wamepanga sasa wamejenga tumehamia kwetu na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kwa msingi huo huu mfumo wa anwani za makazi ni zoezi endelevu. Kwa kuna mtu atakuja kujiuliza hapa, mimi kipindi hicho sikusajiliwa au nyumbani kwetu hajafikiwa, nafanyaje? Hilo zoezi ni endelevu, hata sasa hivi unaweza kuendelea kusajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Sawa. Kwa hiyo kwa msingi huo nini tunatakiwa kufanya? Kwa kuzingatia kwamba zoezi la anwani za makazi ni endelevu kwa sababu ambazo nimezitaja, kumbe kila mmoja wetu anapaswa kufahamu na kuhakiki taarifa zake za anwani za makazi. Na hili ni la msingi sana, naomba tuelewane vizuri. Kila mwananchi anapaswa kuwa amesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Naposema kila mwananchi ni mtu yeyote kuanzia mwaka 0 mpaka mwisho anapaswa kuwa amesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Yule ambaye yuko kuanzia miaka 18 na kuendelea anapaswa kujisajili kama taarifa zake za NIDA zilivyo. Wale ambao wako chini ya miaka 18 wanapaswa kujisajili sawa sawa na taarifa zao za masomo walizokuwa wanasoma kwenye vyeti vyao vya elimu na nini, taarifa zao zinapaswa kuwa kwa mtindo huo. Kwa hiyo mimi na wewe tunapaswa kuhakikisha taarifa zangu ziko kwenye mfumo wa anwani za makazi na zimesajiliwa kikamilifu. Swali linakuja ni kwa namna gani naweza kujua kama nimesajiliwa au sijasajiliwa? Hilo ni swali lingine, naomba ulitunze pembeni, tutakwenda kupata majibu yake. Yes, lakini vile vile tunapaswa kuweka na kulinda miundombinu ya anwani za makazi. Kuna baadhi ya mitaa wananchi wanataka mitaa yao isomeke, wanaweka nguzo za majina ya barabara, lakini hiyo miundombinu tunapaswa kuilinda. Labda wengi wetu hatujui kwa nini nguzo ziliwekwa. Ndio maana ukipita kwenye baadhi ya maeneo utaona nguzo zimepinda, wengine wamezikata, wengine vile vibao wamevikunja. Lakini kumbe ni vibao ambavyo tunapaswa kuvilinda na kuvitunza kwa sababu vinaongoza na kutujulisha uelekeo wa barabara. Hii ni barabara gani na ile ni barabara gani. Kwa ni taarifa ya msingi sana ya kuitunza. Sasa kuna maswali mengine hapa ambayo tunaendelea kujiuliza. Swali la kwanza likiwa nani anastahili kuwa na anwani? Nadhani hili nimelijibu kwa uchache wake. Kila mwananchi au kila mkazi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anapaswa kuwa na anwani ya makazi. Yeyote aliyoko ndani ya mipaka ya Tanzania anapaswa kuwa na anwani ya makazi kwa sababu
kila mtu kwa wakati fulani anaweza akawa yuko nyumbani, akawa ofisini, akawa kwenye biashara zake. Huko kote ni maeneo ambayo yana anwani. Nyumbani una anwani, ofisini una anwani, kama unafanya biashara zako una anwani. Wewe ni mmiliki wa jengo, unatakiwa kuwa na anwani. Wewe ni mpangaji, unatakiwa kuwa na anwani. Wewe sio mpangaji, sio mmiliki, ni ndugu tu, unakaa kwa ndugu yako, unapaswa kuwa na anwani. Kwa unaona kila mtu anapaswa kuwa na anwani. Na hapa nawakumbusha, kama kuna wanafunzi ambao tumetoka shuleni, wakati tukiandika barua tunaweka care of, kwamba hii barua mimi sina sanduku la posta, lakini ili nifikie unaweka C/O care of, kwamba ukipitia sanduku la posta hili barua naweza nikapata. Kwa hiyo kumbe hata kwenye anwani za makazi ni hivyo hivyo. Tunatambua kuna watu hawamiliki majengo wala hawajapanga, wanakaa kwa ndugu zao, nao pia wanapaswa kuwa na anwani za makazi. Lakini swali la pili, kuna swala la mfumo wa kidigitali wa anwani za makazi. Mkikumbuka wakati nimeanza tafsiri ya anwani ya makazi, nisema ni muunganiko wa taarifa na miundombinu ambayo inaweza kutambulisha jengo lilipo ili kufikisha huduma. Na tukasema taarifa hizo zinawekwa kwenye mifumo ya TEHAMA ili kurahisisha utambuzi. Sasa mfumo huo wa TEHAMA ndio mfumo wa kidigitali wa anwani za makazi unaojulikana kwa jina la NAPA. NAPA ni nini? Ni kifupi cha National Physical Addressing System. Tunakifupisha kama NAPA. Na mfumo huu sasa unapatikana wapi? Mfumo huu kila mwenye simu janja kwa maana ya smartphone, ingia Play Store au App Store, andika NAPA Tanzania. Ukishaweka NAPA Tanzania, pakua au install, tayari utakuwa umeupata huo mfumo wa anwani za makazi. Na utakuwa muhimu sana kukusaidia kujua kama umesajiliwa kwenye mfumo au hujasajiliwa, na utakuwa muhimu sana kukusaidia katika kupata huduma mbalimbali zinazohusiana na utambuzi wa maeneo. Kama tunavyofahamu, tunaelekea kwenye uombaji wa mikopo ya elimu ya juu. Katika mwaka huu, sharti la msingi ili kukamilisha maombi yako ya mkopo ni kuwa na anwani ya makazi. Na unapokuwa na anwani ya makazi, wakati unaomba mkopo, utalazimika kupata barua ya utambulisho kutoka kwa mtendaji wako wa serikali ya mtaa. Barua hiyo hatuendi tena kupanga foleni kwa mtendaji, hapana. Barua hiyo utaiomba kupitia mfumo wa kidigitali wa anwani za makazi. Yule anayeweza kuweka kwenye simu janja ataweza kuomba mwenyewe kupitia simu janja, ataingia kwenye mfumo, ataomba barua ya utambulisho kwenye mfumo. Yule ambaye ana simu ya kawaida almaarufu kama kitochi, atatumia simu yake hiyo ya kitochi, atabonyeza *152 *alama ya leli, *152 alama ya leli, atakwenda namba 3 ajira na utambuzi, atakwenda namba 7 anwani za makazi. Na hapo ataona huduma ya kuomba barua, ataweza kuomba. Lakini kuna wale ambao wanatoa hizi huduma kwenye internet cafe, kwenye stationaries, na wenyewe pia wanaweza kutumia wavuti ya anwani za makazi kuomba barua za utambulisho. Kumbe swala la kwanza kabisa ni kusajiliwa. Hakikisha umesajiliwa. Kwa hiyo wakati tunaongea unaweza ukajaribu kupakua huo mfumo ukaweka kwenye simu yako, ili session inayofuata ya namna ya kutumia mfumo wa kidigitali wa anwani za makazi na wewe uweze kuwa unafuatilia. Lakini kitu cha tatu, mwananchi anawezaje kufahamu anwani yake ya makazi? Ni lile swali ambalo nilisema tulitunze. Kila mtu atakuwa anajiuliza, najuaje kama nimesajiliwa au sijasajiliwa? Unawezaje kufahamu? Njia ni mbili: kupitia mfumo wa kidigitali wa anwani za makazi au kwenda kwa mtendaji wa serikali ya mtaa au kijiji. Sasa kwenda kwa mtendaji ni safari. Kumbe unaweza ukawa na huo mfumo umekaa nyumbani,
ukajua anwani yako, ukajaza baadhi ya taarifa na mfumo utakwambia kama taarifa zako ziko kwenye mfumo au hazipo. Kama hazipo, sasa ndio umtafute mtendaji wa serikali ya mtaa ili aweze kusajili hiyo anwani yako. Lakini hatua gani za kuchukua kama mwananchi atagundua hana anwani ya makazi? Na hii ni mapema. Kwa wewe ambaye unasikiliza kipindi hiki, ni muhimu kufanya mapema, kujua nina anwani au sina, ili dirisha la kuomba mikopo litakapofunguliwa uwe una anwani ya makazi, unaifahamu na umesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Ndio maana tunasema mwendelezo wa vipindi hivi ni muhimu sana kukuandaa wewe ambaye unafikiria kuomba mikopo. Na hii sio kwa muombaji tu wa mkopo, hata wazazi au walezi wa muombaji wa mikopo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa wazazi walezi ndio wadhamini wako ambao wanakusaidia wewe kukamilisha maombi yako. Utajaza taarifa zao wakati unaomba mikopo. Kwa hiyo na wenyewe watapaswa kusema anwani zao za makazi ni zipi. Kwa hiyo hapa inamgusa mtoto anayetaka kuomba mkopo pamoja na wazazi na walezi ambao ndio wanayelea na kumuongoza huyu mtoto. Wote tutapaswa kujaza taarifa za anwani zetu. Wote tutatakiwa kuomba hiyo barua ya utambulisho, na kwenye hiyo barua ya utambulisho tutapata namba ya kumbukumbu au reference number, ndio tutakayoitumia kuijaza kwenye fomu za kuomba mikopo. Kwa hiyo kama una anwani, ni wakati sahihi sasa wa kuanza kumtafuta mtendaji wa mtaa ili aweze kukusaidia kupata anwani yako ya makazi. Lakini kuna mwingine hana hakika kama eneo lake alilopo lina anwani za makazi. Kuna mtu hana uhakika kama mtaa wake wote una anwani za makazi, au hajui yuko karibu na anwani ipi. Nini anaweza kufanya? Anaweza kutumia mfumo wa anwani za makazi kujua anwani za karibu yake. Kwa hiyo mfumo wa anwani za makazi kwa maana ya NAPA ni muhimu kuwa nao kwenye wale ambao tuna simu janja, ili uweze kujua anwani yako ya makazi, ili uweze kujua kama umesajiliwa, ili uweze kujua anwani zilizoko karibu yako na huduma zilizoko karibu yako. Sasa tumeuongelea sana huu mfumo wa anwani za makazi. Naomba sasa nimkaribishe ndugu yangu Jovin aweze kutuonyesha huu mfumo wa anwani za makazi ni kitu gani, kwa kuzingatia maswali ambayo tumekuwa tukijiuliza na kwa namna ambavyo nimekuwa nikiwasilisha maana ya makazi. Kwa hiyo kwa msingi huo, maana ya anwani ya makazi ni nini? Muundo wa anwani ya makazi ni upi? Nini umuhimu wa anwani ya makazi? Je, nini kimetekelezwa ndani ya nchi yetu? Na maswali mengine ambayo tunaweza kujiuliza hapa tumetoa majibu yake. Sasa tunakwenda kuona kwa vitendo huo mfumo unaonekanaje, ni kitu gani, unaweza ukawa na nini ndani, na mimi kama mwananchi naweza kunufaika vipi. Kwa hiyo naomba Jovin ujiandae sasa kwa ajili ya kutueleza na kutuonyesha mfumo wa kidigitali wa anwani za makazi. Karibu sana Jovin. Asante mawasilishaji. Kwa majina anaitwa Jovin Benobile, ni mtaalamu wa mfumo wa anwani za makazi kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Kutokana na maswali yote tuliyopitia, kutokana na maelekezo yote tuliyopitia na mafunzo mazuri kutoka kwa kaka Arnold, napenda kuwasilisha mfumo wa anwani za makazi ambao unatumika kwa ajili ya matumizi ya umma, ambao tunauita kwa jina la NAPA Public Tool. Kwa mwasilishaji aliyetoka, alituambia kwamba mfumo huu unapatikana kwenye Play Store, lakini pia unapatikana kwenye App Store kwa simu janja. Sasa naanzia kwenye upande wa Play Store kwa simu unayoitumia. Kama mnavyoona, naingia kwenye Play Store. Nikiingia kwenye Play Store, sehemu ya kusearch ametuambia tunaandika NAPA Tanzania. NAPA Tanzania itafunguka kwa namna hiyo. Itakuja huyo mfumo wa anwani za makazi ambao uko chini ya Ministry of Communication and IT Tanzania, ambao kwangu mimi hapa nimesha install
Kwa hapa ndacho ninakobonyeza ni open. Ukiufungua kwa mara ya kwanza utafunguka hivyo na utakuomba access kwa ajili ya location pamoja na kamera pamoja na vitu vingine. Lakini kwa peji ya kwanza dashboard ya mfumo huu utafunguka kwa namna hiyo. Kwa kuangalia juu hapa katikati kuna button ambayo imesema jihudumie. Button hii inaweza kukusaidia kupata huduma mbalimbali. Ambazo huduma za hapa zinazopatikana, huduma ya kwanza ni barua ya utambulisho ambao mwasilishaji aliyopita ametoka kuizungumzia. Lakini ya pili, huduma ya pili ni ijue anwani yako ambao ametoka kuizungumzia nayo. Pia ya mwisho ni anwani za karibu. Sasa kutokana na yale maswali ambayo alikuwa anayafundisha, naomba nianzie kwenye hii huduma ya mwisho kabisa ya anwani za karibu. Kwa wale ambao tunategemea kwenda kuomba mikopo ya elimu ya juu na kwa wale ambao hatufahamu anwani zetu, kwa kutumia mfumo huu kabla hujafika kwa mtendaji, inaweza ikakusaidia kufahamu anwani yako ya nyumbani kama ilisajiliwa. Kwa kama umefanikiwa kupakua mfumo huu wa NAPA, ukibonyeza anwani ya karibu itafunguka kwa namna hiyo, ambayo juu kabisa itaandika anwani za karibu yako, lakini pia itaandika usahihi ambao unashuka Mwasilishaji samani, ni kuombe Emmanuel Mlengule tusaidie kumute mic yako. Tunaomba umute mic yako. Karibu sana kwenye mkutano, tunaomba umute mic yako. Una mute sehemu gani? Asante. Kuna eneo kama unatumia simu, angalia upande wako wa chini hapo kushoto kuna kialama cha mic. Ibonyeze hapo ili uweze kumute. Asante sana. Umesha mute. Naomba uendelee mwasilishaji kutuonyesha anwani za karibu. Samahani kidogo. Hatuoni presentation yake. Okay, sasa hivi inaonekana. Basi washukuru. Asante. Naendelea. Kwanza natumia mazingira ya majaribio katika huu mfumo, yani tunaita mazingira ya testi. Kwa hizi taarifa ambazo tunaziona hapa ni kwa ajili ya majaribio. Sawa, naendelea. Kwenye anwani za karibu, juu kabisa itakuonesha usahihi wako ambao kwa hapa mimi nilipo inaonyesha ni mita 16.6. Lakini anwani ya karibu hapa inaonekana ni anwani namba 2, inapatikana barabara ya Bagui, mtaa wa Mtii, katika post code hiyo, kata ya Mtae. Hiyo ndio inakuwa anwani kamili na inaonesha mpaka mita. Hii inapatikana katika mita 6.4. Kwa hii ndio anwani ya karibu kwa hapa niliko mimi. Ina maana hata kwa yoyote yule ambaye amefanikiwa kupakua, akibonyeza hiyo anwani ya karibu itamuonesha kwa ufasaha kabisa anwani yake ambayo ilisajiliwa. Kwa kabla ya kufika kwa mtendaji, hii ni step ya kwanza ya kujua anwani yangu kama ilisajiliwa au haikusajiliwa. Kwa ukishatoka katika stage hii ndio utaweza kusema nimtafute mtendaji haja anisajili, kwa sababu naona hapa nilipo hamna anwani ya karibu yangu. Kwa katika lile swali la kiongozi aliyopita kutoa mafunzo, alisema kwamba ni nani anaweza kujua anwani yake au unajuaje anwani yako. Kwa kutumia mfumo wa anwani za makazi, hii ni njia mojawapo kuu ya kusaidia kujua anwani yako. Asante sana Joven. Kwa kuongezea hapo, umuhimu pia wa anwani ya karibu, inawezekana ukawa zoezi la anwani lilipita, inawezekana ukaona tu kuna namba imeandikwa nyumbani kwako, lakini haujui uko barabara gani. Kwa hiyo kwa kutumia anwani za karibu, ukiingia hapa kama uko eneo lako na nyumbani, basi itakuonyesha ile namba yako na kukuonyesha hapo ni barabara gani. Kwa mfano hiyo 441 barabara ya Bago ambayo iko Manzese. Kwa hiyo kwa msingi huo maana yake ni nini? Maana yake kumbe mimi niko barabara ya Bago na namba ya nyumba yangu ni 441.
Kwa hiyo ni moja ya umuhimu wa anwani za karibu. Na mtaa wangu, kuna mwingine hajui hata mtaa wake ni mtaa gani. Mtaa wangu ni Manzese na postcode yangu kama sijui ni 6714. Kata yangu ni kata ya Mafiga na niko wilaya ya Morogoro. Kwa hiyo ni mfano wa anwani ya karibu. Lakini kuna kitu cha kuzingatia hapa. Ukiangalia hapo juu kuna neno limeandikwa usahihi. Limeandika 16.6. Sasa watu wengi huwa hata tukishare location tunapotea. Wakati mwingine baadhi ya location zinapoteza. Kwa nini? Usahihi ni kitu cha muhimu. Kwa hiyo angalia usahihi kwenye simu yako. Ukiona ni 16 au huko juu sana, bonyeza hicho kialama chenye alama ya blue hapa kulia, ukakibonyeza ili usahihi uendelee kushuka. Maana ya usahihi ni nini? Maana yake ni kwamba kwenye hii anwani tunayoiona 441, mimi naweza ninapotea kwenye hiyo anwani kwa umbali wa mita 16. Ndio maana ya usahihi. Lakini usahihi hapa ukiwa 3, maana yake naweza nikapotea kwenye hiyo anwani kwa umbali wa mita 3. Na huu usahihi unashuka kadri unavyozidi ku refresh device yako, utaona usahihi unashuka mpaka ukapata usahihi ambao ni halisia kabisa. Kwa hiyo tujibu lile swali la anwani za karibu yako, unawezaje ukazijua kama hujui jina la barabara, pengine hujui jina la mtaa wako? Hii inaweza ikakusaidia kuonyesha anwani zilizoko karibu na wewe. Naomba uendelee mwasilishaji. Asante mwasilishaji. Nikiendelea hapa kwenye hii button ya jihudumie, swali la pili nakumbuka lilikuwa naijuaje anwani yangu tofauti na kufika kwa mtendaji. Kwenye mfumo wa anwani za makazi unaweza ukatambua anwani yako kama imesajiliwa kikamilifu. Ukiingia sehemu ya jihudumie, kwenye hii button ya 3 inasema ijue anwani yako. Na ukifungua itakutaka uandike vitu viwili. Ili usajiliwe kikamilifu na uweze kupata huduma zote kwenye mfumo wa anwani za makazi, namba ya NIDA na namba ya simu ni vitu vya msingi na vya lazima ili uweze kupata huduma zote kwenye mfumo wa anwani za makazi. Kwa hapa nianze kwa kutumia namba ya simu. Nitaweka namba ya simu ya kwangu. Nitaweka namba ya simu ya kutestia. Kiandika namba ya simu, chini kabisa hapa kuna angalizo. Hakikisha taarifa ulioingiza imesajiliwa wakati wa usajili wa anwani yako ya makazi. Wakati mtendaji anapita kusajili anwani yako, hakikisha ulitoa namba ambayo kwa sasa hivi ndio unaitumia, ambayo hiyo namba iko active. Kwa sababu gani? Tunapoiweka hii namba tutatuma ujumbe au tunaita OTP, one time password au msimbo. Hii ni kwa sababu ya ulinzi na usalama wa taarifa zako. Tutatuma huo ujumbe kwenye simu yako ili kuhakikisha kwamba anayetumia hiyo namba kujua anwani ni wewe mwenyewe mmiliki wa hiyo namba. Kwa hapa nikibonyeza tafuta itaniambia ingiza msimbo uliotumwa kwenye namba inayoishia na 01. Kwa hiyo simu ninayo pembeni hapa. Fungue. Mnaona hii message ambayo imetumwa sasa hivi? Inaonekana? Hebu geuza simu yako ikae landscape. Hapo. Yes. Tunaona hapa. Yes. Inaonekana hiyo msimbo wa mara moja umetumwa. Tafadhali tumia ndani ya dakika 10. Kwa baada ya hapo nitachukua hiyo message ambayo imetumwa, nitaiingiza hapa. 37. Itaniletea anwani zote ambazo zimesajiliwa kwa hiyo namba, ambazo ni hizi hapa. Zote ambazo zimesajiliwa kwa hiyo namba. Kwa hiyo njia ya pili ya kufahamu anwani yako kama imesajiliwa kikamilifu, utaenda sehemu ya ijua anwani yako, utaingiza kama ni namba ya simu, utaingiza namba ya simu, utapata OTP ambao utairudisha kwenye mfumo, itakuletea anwani zako zote. Hata kama
una anwani au una nyumba zaidi ya moja mikoa tofauti, na kama umetumia namba hiyo hiyo moja, ina maana zote zitakuja hapa. Wewe sasa ndio utasema unataka kutumia anwani gani. Hiyo ni kwa upande wa namba ya simu, lakini pia ukija hapa kwenye ijua anwani yako, ukasema natumia namba ya NIDA au Mzanzibari mkazi. Kwa upande wa Zanzibar, ukibonyeza namba ya NIDA, iandika namba yako ya NIDA. Kiandika kikamilifu kama ilivyosajiliwa. Ukija bonyeza tafuta, itatuma tena ujumbe kwenye namba ya simu ambayo imesajiliwa kwenye hiyo anwani yako. Kwa hiyo nitaingiza tena hiyo namba ya simu ambayo umetumwa 780397. Itafunguka anwani hizo hapo. Kwa hii ni njia nyingine ambayo unaweza kutambua anwani yako kama imesajiliwa kikamilifu. Tuko vizuri hapo? Asante sana Jovin, nadhani tuko vizuri wakati unatuonyesha pia namna ya kujua anwani yako, na wakati anawasilisha alituonyesha angalizo. Hakikisha namba ya simu unayoiweka au namba ya NIDA unayoiweka au namba ya Mzanzibari mkazi utakayoiweka ni ile ambayo ilisajiliwa wakati wa kusajili anwani za makazi. Kwa hiyo kama namba yako haikusajiliwa au hukusajiliwa kabisa kwenye mfumo, taarifa zako hazitarudi mpaka pale utakapokuwa umesajiliwa na mtendaji wako wa serikali ya mtaa au kijiji. Kwa hiyo hiyo ni namna tunakwenda kujibu lile swali letu la je, najuaje kama nimesajiliwa kwenye mfumo. Hiyo ni moja ya njia ya kufahamu kama umesajiliwa au hujasajiliwa kwenye mfumo wa anwani ya makazi. Endelea Jovin. Sawa, nashukuru. Tunaendelea kwenye huduma hii ya kwanza ambayo kwa lengo la mafunzo haya ni huduma mama kabisa kwa upande wa maombi ya mkopo ya elimu vyuo vikuu. Barua ya utambulisho. Kwa sasa barua ya utambulisho ambayo inatumika ni barua ambayo inatoka kwenye mfumo wa anwani za makazi. Barua hii inaombewa kwenye mfumo, na anayefanikiwa kupata barua hii ni yule ambaye amesajiliwa kikamilifu, kwamba katika anwani yake amewekwa majina yake, imewekwa namba yake ya NIDA, imewekwa namba yake ya simu. Kwa aliyesajiliwa kikamilifu anaweza kupata barua hii bila changamoto yoyote. Sasa kwa kuanza tutabonyeza barua ya utambulisho. Ukibonyeza barua ya utambulisho itakuja ina button tatu. Button ya kwanza inasema omba barua ya utambulisho, ya pili inasema fuatilia ombi la barua, lakini ya tatu inasema hakiki barua. Sisi tunaenda kwa hatua ya kwanza kabisa ya kuomba barua ya utambulisho. Ukibonyeza itakupa taarifa. Wakuu wa kaya wanaweza kuwaombea barua za utambulisho wategemezi wao ambao wako chini ya miaka 18. Kabla sijaanza nilisema taarifa za muhimu ni namba ya simu na namba ya NIDA. Najua kuna watu wangekuja kuuliza maswali. Kwa yule ambaye yuko chini ya miaka 18 angefanyaje? Kwa hii hapa inaenda kujibu hilo swali kwamba wakuu wa kaya wanaweza kuwaombea barua za utambulisho wategemezi wao ambao wako chini ya miaka 18, ambao hawa wanaingia kama wategemezi katika hiyo anwani. Kwa hiyo tutabonyeza endelea, itafunguka kwa namna hiyo. Itakwambia chagua njia mojawapo ya kuombea barua. Kama tulivyoenda kuijua anwani kwa kutumia namba ya NIDA au namba ya simu, pia kwenye kuomba barua lazima tutumie namba ya NIDA au namba ya simu. Kwa hiyo nitatumia namba ya simu, nitaandika ile namba ya simu, nitaandika namba ya simu kwa namna hiyo, nitatuma. Nitarudia tena kunitumia msimbo, ambao msimbo huu utatumika sio chini ya dakika 10. Baada ya kufungua nitachagua katika hizi anwani ninazozimiliki. Katika
hizi anwani ambazo nimesajiliwa, ni anwani ipi naenda kuiombea mkopo au ni anwani ipi naenda kuitumia. Kwa hapa natumia anwani ya pili, hii namba 29 Posta Road, kata ya Kilimani, mtaa wa Kilimani, Dodoma. Ibonyeza itaniuliza ni nani anayeomba barua, ni mimi mwenyewe au ni mtegemezi wangu yule ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18. Kama ni mimi mwenyewe nitabonyeza mimi mwenyewe, itaniletea pakia passport. Hii hapa mnaiona kwa kuwa nilikuwa nishaipakia mwanzo, na ukipakia mara moja hautaipakia tena. Kwa hapa nitabadilisha, tutachagua nyingine, bani mweke huyu, tafute mdogo. Hapa kuna precaution anakupa. Tafadhali passport iliyopakia haijakidhi vigezo. Upana wa pixels 800, urefu wa 738, ukubwa wa KB 37. Tafadhali weka passport iliyokidhi vigezo. Kwa hiyo lazima kuwe kuna passport ambayo imekidhi vigezo hivi ili uweze kuipakia. Kwa tofauti na hapo, ina maana ukiweka nyingine inakataa. Hili ni angalizo wakati mtaalamu ukiwa unaenda kuwasilisha, ni angalizo. Unapokwenda kupiga passport kwa ajili ya kukamilisha maombi yako ya mikopo, unatakiwa kujua ni passport yenye vigezo gani ambayo inahitajika kwenye mfumo wa anwani za makazi. Ndio maana ameweka hapo vigezo vya upana ni ngapi, vigezo vya urefu ni ngapi, na ukubwa ni KB ngapi. Kwa hizo zilizopo hapo ndivyo vigezo ambavyo picha yako ukienda kwa mpiga picha mwambie akukee kwenye vigezo hivi. Ikishakuwa kwenye vigezo hivi, basi utaenda utaipakia tu kwenye mfumo wa anwani za makazi na utaendelea na hatua zako za kukamilisha maombi yako. Endelea mtaalamu. Sawa, kwa hapa sina passport nyingine, lakini baada ya kuipakia ina maana itakuwa kwa namna hii na utabonyeza endelea. Ukibonyeza endelea itakwambia dhumuni la barua na lugha ambayo utaitumia kwenye barua. Ziko lugha mbili, kuna Kiswahili na Kiingereza. Kwa utachagua lugha yako ambayo unaenda kuitumia kwenye barua. Kwa hapa mimi nimetumia Kiswahili, lakini utakuja kuchagua dhumuni la barua. Kwenye mfumo wa anwani za makazi sio peke yake maombi ya mkopo ya wanafunzi wa elimu ya juu tu. Kuna maombi ya mkopo ya kawaida, kuna maombi ya kufungua akaunti za benki, kuna maombi ya vitambulisho. Kwa kuna maombi mengi ambayo barua zinahitajika kutoka kwenye serikali ya mtaa au kijiji kwa ajili ya kwenda kufanya utambulisho. Lakini kwa madhumuni ya presentation hii tunachukua maombi ya mkopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, ambao ukichagua hapo itakupa kumbukumbu namba, ambao kumbukumbu namba hii ndio itakusaidia wewe kwa ajili ya ufuatiliaji. Itakusaidia wewe ambao unaenda kuomba maombi ya mkopo kwenda kuiweka kwenye mfumo wa maombi ya mkopo. Upande wa kulia juu kuna alama ya kukopi, kuna kili hii kumbukumbu namba. Lakini chini kuna message inasema tafadhali tunza namba hii ya ombi kwani itakuja kutumika kwa ajili ya kufuatilia maombi yako. Nenda kwenye peji ya ufuatiliaji maombi kuona mwenendo wa ombi lako. Kwa kama mwananchi au kama wewe mwanafunzi ambao unategemea kwenda kuomba mkopo, utainakili. Itakwambia nakili kumbukumbu namba, umeinakili vizuri, utabonyeza sawa. Itarudi kwenye peji ya jihudumie ya barua ya utambulisho. Tutafata batani ya pili ambayo inasema fuatilia ombi la barua. Ukibonyeza fuatilia ombi la barua atakwambia weka kumbukumbu namba ambayo umeombea hiyo barua. Kwa tukija hapa tutaipaste au tutaibandika, tutasearch kuona mwenendo wa barua yetu. Research itakuja kwa namna hiyo. Itasema jina Jovin Lugashobola Benobile, anwani yako ni hii hapo, namba 27 posta, postcode hiyo, kata ya Kilimani, Dodoma. Ombi lako la barua limepokelewa kwenye ofisi ya serikali ya mtaa, utajulishwa likifanyiwa
utajulishwa likikamilika. Kwa upande wa mwananchi au kwa upande wa wewe mwanafunzi ambao unategemea kuomba mkopo, mpaka hapa unakuwa umefika kwenye hatua muhimu ya wewe kuendelea na process nyingine, lakini mpaka mtendaji wa mtaa au wa kijiji aweze kupitishia ombi lako. Kwa hiyo nitaingia huku kama mtendaji, tapitisha ombi hilo, tuone barua inapopatikana, inapotoka. Asante sana Jovin. Mpaka hapo tumejibu swali la namna gani naweza kuomba barua ya utambulisho. Tukumbuke kwamba mtendaji anatoa barua za kuthibitisha wewe kama mkazi wake. Ukitoa mfumo wa anwani za makazi, tumezoea unakwenda kwa mtendaji, unaomba barua ukafungue akaunti benki, unaomba barua ukamwekea ndugu dhamana. Ni kwa mujibu wa sheria ya serikali za mitaa ambayo imempa nguvu mtendaji kutoa hiyo huduma. Lakini sheria hiyo hiyo pia inatupa jukumu sisi wananchi kutoa taarifa zetu kwa mtendaji pindi tunapoingia na kutoka. Kwa hiyo kwa msingi huo ndio maana barua hii imeenda kwa mtendaji. Yeye anatakiwa kuidhinisha kusema kwamba huyu ni mwananchi ambaye kweli yuko kwenye mtaa wangu na ninamtambua, aendelee kupewa huduma ambayo anahitaji. Mimi kama mwananchi ni jukumu langu kuiomba hiyo barua. Ni haki yangu kuwa nimesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Ninapoweza kusajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi ndipo nitaweza kuomba barua. Kama sijasajiliwa sitaweza kuomba barua. Kwa hiyo kama sijasajiliwa, hii hatua ya huko kote sitaweza kufika. Ndio maana tunaendelea kusisitiza kwamba lazima uwe umesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Kuna mwingine atajiuliza, hivi kuomba barua ni kwa njia hii tu? Hapana. Njia nyingi ambazo tutazionyesha kwenye vipindi vyetu vijavyo. Lakini kuna mwingine ataendelea kujiuliza hapa, napeleka nini kule kujaza kwenye fomu za mikopo? Namba ya kumbukumbu au reference number ndio namba muhimu ya kuizingatia. Na ni wakati gani naipeleka kule bodi ya mikopo? Naipeleka baada ya kuwa imeidhinishwa na mtendaji. Sasa kuna mtu ataomba, ataipata kama tulivyoipata hapa tulivyoona, alafu akaenda nayo kujaza kwenye fomu zake. Utajitengenezea usumbufu. Kumbe lazima upate message au ujumbe mfupi unaosema hongera, ombi lako limeidhinishwa. Tuendelea kutuonyesha Jovin. Sawa, nashukuru. Kwa hiyo baada ya kuidhinisha kama ulivyosema, kuna message ambayo utaipata kwenye simu yako. Hii hapo inasema hongera, ombi lako la barua limekubaliwa. Unaweza pata barua kwa kutumia namba ya ufuatiliaji ambayo ni ile ambayo ulikuwa umeikopi au umeinakili kwenye mfumo wako. Kwa hiyo baada ya hapo tutarudi kule kuona barua yetu. Tutaingia kwenye ufuatiliaji wa barua. Kwenye kumbukumbu namba tutabandika ile barua, ile namba ya kumbukumbu, reference number, tutasearch tena. Tunategemea message ibadilike. Itasema jina Jovin Ugashibora Benbile, anwani yako hii hapo. Hongera, ombi lako la barua limekubaliwa. Kwa kuna kupakua barua upande wa kulia hapa. Ukiipakua itafunguka, itakuwa kwa namna hivyo. Itaonesha nembo ya bibi na bwana upande wa kushoto, lakini itaonesha logo ya halmashauri upande wa kulia. Kuna kumbukumbu namba ile ambayo tumeinakili na anwani ya barua unakopeleka. Kidogo Nasoro Othman, umeshare screen yako. Nikuombe Jovin ushare tena screen yako ili ndugu yangu Nasoro aweze kuondoka. Nishare sawa. Niwaombe wakati tunafanya majaribio hayo basi tusishare screen zetu. Sisi wengine huko hatupati hiyo presentation ya mtaalamu hapo. Kwa hiyo tunabaki kusikiliza tu kwa audio. Aha, sisi wengine tunaona, inawezekana labda ni changamoto ya mtandao na nini, lakini kwa kama mtandao uko sawa na kila kitu kiko sawa, unapaswa kuwa unaiona kama ambavyo sisi wengine tunaona. Labda tu kama una changamoto mbalimbali hasa mtandao. Hapo kwa
nimesikia mara ya kwanza, nilikuwa naomba labda anaweza labda akarudia labda akaanza upya, maana hiyo tunaingia tunakuta katikati. Kama una swali, unaomba mahali fulani turudie, kuna maoni, tunaomba utuandikie kwenye chat hapa. Naona chat zenu, namuona Peter Masawe, namuona Mkenya Paulo, kuna maswali ambao wameuliza na tutakwenda kuyajibu vizuri. Kwa kama una hoja yoyote ile, naomba utuandikie hapa kwa ajili kwanza ya kuweka kumbukumbu vizuri, tuweze kujua maswali ambayo yaliulizwa, mapendekezo ambayo yalitolewa kwa ajili ya lengo la kuboresha. Unaweza kuendelea, Joven. Sasa hivi inaonekana vizuri hapo. Tunaiona. Baada ya kumaliza kuomba na mtendaji wa mtaa au kijiji kukupitishia, ukipakua barua yako itaonekana kwa muonekano huo. Itaandika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unaweza kuzoom out kidogo. Sawa. Itaonekana kwa muonekano huo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Halmashauri ya Jiji la Dodoma, Ofisi ya Serikali ya Mtaa wa Kilimani, ambapo unapatikana wewe, ambapo anwani yako inapatikana. Upande wa kushoto itaandika kumbukumbu namba, ambayo ndo hii tunaipeleka kwenye maombi ya mkopo baada ya kuidhinishwa na mtendaji. Lakini kutakuwa kuna address kwa ajili ya bodi ya mkopo. Upande wa kulia kutakuwa kuna tarehe pamoja na picha yako. Kichwa cha habari tunasema yahusu utambulisho wa ndugu Jovin Rugashibwa Benobile. Kufika kichwa cha habari hapo juu, mtaja hapo juu ni mkazi wa mkoa wa Dodoma, wilaya Dodoma, kata ya Kilimani, mtaa wa Kilimani, pia barabara ya Posta, nyumba namba 29. Anwani yake kamili ni hii hapo. Namba 3 nasema dhumuni la barua hii ni kufanikisha maombi ya mkopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Ofisi yangu inamtambua vyema na haina pingamizi nayo, hivyo naomba apatiwe huduma. Ninashukuru kwa ushirikiano wako. Kuna swali hapa, wengi mtajiuliza, kulikuwa kuna kusaini au kugonga muhuri kwa upande wa mtendaji wa kata au wa mtaa au wa kijiji. Hapa kwa sasa tunaishi maisha ya kidijitali. Saini ya mtendaji wa kijiji au mtaa ndio inaenda kuchukuliwa na hii QR code. Kila mtendaji wa mtaa, kila mtendaji wa kijiji atakuwa na QR code ya kipekee yake, ambapo kokote ambako ataenda itamwakilisha kama yeye ameidhinisha barua hii, na chini itaandika jina lake pamoja na cheo chake. Kwa upande wa barua inakuwa kwa namna hiyo. Na hii sio kwa upande wa bodi tu, lakini kwa upande wa barua zote ambazo utakuwa umehitajika kupeleka kama kuthibitishwa au kutambulishwa kutoka kwenye serikali ya mtaa au ya kijiji. Asante sana Joven kwa kutuonyesha hiyo barua. Kwa hiyo wale ambao tunafuatilia mafunzo haya, kumbe unaweza ukapata barua kamili ya namna hiyo. Kama kuna mahali wanahitaji barua hard copy utaipeleka, lakini katika madhumuni ya kukamilisha maombi ya mikopo watakachohitaji ni ile kumbukumbu namba ya barua baada ya kuwa imeidhinishwa. Kwa ile namba ya juu kabisa, hiyo kumbukumbu namba 7614R2833 ndio namba ambayo utakwenda kuijaza kwenye maombi yako ya mikopo. Kwa hiyo yule ambaye ana simu ya kitochi naye ataipata hii namba, atakwenda kuijaza. Sio lazima kuipakua hii barua, lakini unaweza ukaamua kuipakua kwa ajili ya kutunza kumbukumbu zako. Hayo yote yanawezekana. Kwa hiyo tumejibu yale maswali yetu yote ambayo tulijiuliza pale, na mpaka namna mtu anavyoweza kuipata hii barua ya utambulisho wa mkazi kidigitali. Anaweza pia akawa amekaa nyumbani kwake akakamilisha hizi zote. Hatua hizi zote zikakamilika akiwa nyumbani kwa kuzingatia kwamba amesajiliwa kwenye mfumo wa kidijitali wa anwani za makazi. Hii ni elimu ya msingi ambayo wote tunapaswa kuipata, hasa wale tunaotarajia kwenda kuomba mikopo. Sisi wanufaika pamoja na wazazi wote tutapaswa kuthibitisha anwani zetu za makazi. Asante sana Jovin. Nikiangalia kwenye chati tuna maswali mbalimbali ambayo tuko nayo, na mwenzetu Peter Masawe aliuliza kwa wanafunzi ambao wako chini ya miaka 18
Mtaalamu hapo aligusia, haina shida hata ambaye yuko chini ya miaka 18, wazazi wake watamsaidia kukamilisha kuomba hiyo barua ya utambulisho. Kitu cha msingi cha kuzingatia ni awe amesajiliwa, hata kama na miaka 12, awe amesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Lakini Mkenya Paulo anauliza ni je, nikipata barua ya utambulisho hiyo ya NAPA utakuwa na haja yoyote kwenda kusainiwa na mtendaji? Kama ambavyo mtaalamu ametuonyesha, unapopata hiyo barua haina haja ya kwenda kwa mtendaji. Maana yake ukishaipata hiyo barua tayari imeshasainiwa kidigitali. Ndio maana pale chini alionyesha QR code pale ambayo ipo pale chini kabisa, na chini kuna jina la huyo mtendaji ambaye atakuwa ameidhinisha hiyo barua. Kwa hiyo huna sababu ya kwenda tena kwa mtendaji. Lakini Mijudi aliuliza swali, mwongozo maombi ya mkopo unaonesha kwa mwaka huu namba ya NIDA ni lazima. Je, wale ambao wako chini ya miaka 18 wataweka kitu gani kwenye hicho kipengele? Amesoma mwongozo, akatuambia mwongozo unamwambia namba ya NIDA ni lazima. Sasa mwendelezo wa vipindi hivi tunaongelea masuala ya anwani za makazi, lakini tunaongelea masuala pia ya bodi ya mikopo. Hili swali wenzetu wa bodi ya mikopo, dada Veneranda, kama upo unaweza ukatusaidia kujibu swali hili. Lakini pia hata baada ya kipindi cha leo, kesho tutakwenda kuonyesha hii namba tuliyoipata leo tunaenda kuiweka wapi. Ni wakati gani mtu nikiwa naomba natakiwa kuweka hii namba kwenye fomu yangu ya mikopo. Kipindi cha kesho tutaonyesha hichi kitu, kwa hiyo usipange kukosa na uwashawishi na wengine kuweza kuhudhuria. Dada Veneranda, kama unatupata. Arnold, ninawapata. Nimekusikia na tunashukuru sana kwa wasilisho ambalo mmefanya. Kwanza kukumbusha wale ambao wamekuwa wakifuatilia hivi vipindi kwanza siku ya Jumanne, na pia wale wapya. Kesho tutarudia tena kile kipengele baada ya kuwa umepata namba ya utambulisho, ni wapi ambapo unaiweka kwenye fomu yako ya maombi ya mkopo kwa mwaka huu ambao tumeanza 2025 2026. Asante sana dada Veneranda. Kwa msingi huo, ndugu yangu Mijuli, naomba kesho ili tuweze kujibu hili swali. Swali lako linauliza umesoma mwongozo, nalirudia, naamini umesoma mwongozo ukaona mwaka huu namba ya NIDA ni lazima. Wale walioko chini ya miaka 18 wataweka kitu gani kwenye hicho kipengele? Kwa hiyo kesho naona ni wapi na nini cha kufanya, tutaelezewa vizuri kabisa kwenye session yetu ya kesho. Lakini vile vile kuna ndugu yetu Ngasa, tunaomba hii elimu iwe endelevu kwa kipindi chote cha dirisha la kuomba mikopo, maana ni muhimu sana, na mtakubaliana nami kwamba hii ni elimu bado haijawafikia watu wengi, hasa wahusika wenyewe kwa maana ya waombaji. Tumepokea hili pendekezo. Mkenya tena Paulo aliza pia, nimejaribu kutumia mfumo kuomba barua, nimejaza namba yangu ya NIDA lakini wanasema sijajiandikisha. Mbona kama sielewi? Asante Mkenya kwa kujaribu, na tunasisitiza tena, ili uweze kuomba barua na kupata, lazima uwe umesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Nani ananisajili? Tulisema vizuri kabisa, mtendaji wangu wa serikali ya mtaa ndio ananisajili. Nikisha sajiliwa ndio naweza kuomba barua kwa kuzingatia taarifa zangu ambazo zimesajiliwa kwenye mfumo. Kwa hiyo wewe uliweka namba yako ya NIDA, well and good, lakini taarifa zako hazipo kwenye mfumo kwa sababu ukusajiliwa. Kwa unatakiwa kufanya nini sasa? Muone mtendaji wako aweze kuhakikisha amekusajili kwenye mfumo wa anwani za makazi. Mkenya tena ukasema samani, mbona kama mwaka huu vigezo ni vingi na wengi watakosa mkopo, maana kuna watu hapo JKT, sasa itakuwaje ili wapate hiyo barua? Ni swali zuri sana. Wala hakuna mtu ambaye atakosa mkopo kwa sababu ya kigezo. Mfumo wa anwani za makazi kama nilivyosema ni zoezi endelevu, na watu wa kukusajili wapo ambao wamejengewa uwezo, wanakusubiri wewe ili waweze kukuhudumia. Wale ambao wako JKT tulisema wazazi wao wanaweza kuwaombea hizo barua, na wazazi hao wanaweza kutoa taarifa za watoto wao wakasajiliwa kwenye mfumo hata kama wako JKT.
Kwa hiyo uzuri wa hapa ni nini? Ni mzazi ambaye yuko nyumbani akajisajili yeye pamoja na wakazi wake na familia yake kwenye mfumo. Baada ya hapo mambo yote atayaomba kupitia mfumo. Lakini kuna Lucy Leonard anasema sisi wengine tunaishi kwa wazazi na tupo juu ya miaka 18, hizo anwani tunapataje? Mtusaidie hapo. Nimetangulia kusema kama ambavyo nilisema, naamini Lucy utakuwa umeshanifuatilia. Wewe unaishi kwa mzazi, wewe unaishi kwako, nini unachotakiwa kufanya ni kumwambia aidha mzazi wako au kwenda kwa mtendaji wako uhakikishe umesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Basi anwani ya makazi nani anaitoa? Ni mtendaji wako wa serikali ya mtaa au kijiji husika, yeye ndo atakusajili. Baada ya hapo umeshapata anwani na unatambulika kwenye mfumo. Lakini Carrington Masingisa, picha inatakiwa kuwekwa ya mwanafunzi anayeomba mkopo. Ameuliza swali lake. Wakati unakamilisha taratibu zako za kupata barua, yeyote anayetaka kupata barua, yeyote atakayeingia kwenye mfumo ataombwa hiyo picha yake ya wakati huo. Kwa hiyo ataiweka kwenye mfumo wa kidijitali wa anwani za makazi. Lengo ni nini? Tunapokwenda kwa watendaji wetu sasa hivi kuomba barua, huwa anaweka na passport yetu pale juu, anaibana na stapler au na gundi. Ndio barua zetu ambavyo huwa anatoa mtendaji. Sasa hivi tumeiweka kidijitali. Huyu mtu aweze kuweka picha yake yeye mwenyewe, passport ambayo ni current ataipandisha pale. Lakini vile vile Kennedy Joram anasema kama inawezekana kurudia upya kwa sisi ili iwe vizuri kwa walio join muda si mrefu. Ilikuwa ni saa 11:09. Kipindi hiki ni endelevu Kennedy, na tumejiwekea muda maalum. Kwa hiyo hakikisha kama kuna kitu kimekupita basi haukosi session ya kesho. Lakini ili usiondoke bure siku ya leo, hakikisha unafahamu vitu vya msingi. Unajua anwani yako ya makazi kwa maana ya namba ya nyumba, jina la barabara na post code. Post code tulisema ni namba maalum ya kata. Lakini unajua au uhakikishe kwamba umesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Na kama hujui kama umesajiliwa au la, pakua programu tumizi ya anwani za makazi. Ukipakua programu tumizi hiyo itakusaidia kujua kama umesajiliwa au hujasajiliwa. Au zaidi unaweza kutembea kwenye ofisi ya serikali yako ya mtaa. Carrington Masingisa amerudi tena, anasema mtendaji anajuaje kama mimi nimemaliza process hizi zote? Na je, yeye ananapa au nitamuonyesha process hizi zote? Swali zuri kabisa. Wewe unapofanya kukamilisha taratibu zako za maombi Masingisa, mtendaji atapata hizo notification kwamba Masingisa ameomba barua. Mtendaji aweze kuidhinisha. Lakini kuna swali utajiuliza, inawezekana mtendaji hayuko online, mtendaji hana bando, mtendaji hana simu imezimika, amepotea, haonekani. Haya yote tunayafahamu. Kwa hiyo mtendaji ana muda maalum wa kukaa na ombi lako. Kama hata alitoa ndani ya muda huo, litahama kwake na kwenda kwa waratibu ngazi ya halmashauri, kuendelea juu ngazi ya mikoa mpaka ngazi ya kitaifa, na wataidhinisha ombi lako. Jambo kubwa la msingi kabisa ni kuhakikisha umesajiliwa kwenye mfumo. Na hayo maombi baadaye yanaweza kupata kibali kwenye ngazi ya mtendaji wa mtaa wako, au kama atakuwa na changamoto kwenye ngazi zake za juu. Lakini Rahma Waziri anasema changamoto kubwa ipo Zanzibar. Wengi hatujasajili, jitihada gani mtaichukua kwa upande wa Zanzibar ili waombaji mikopo wasije wakakosa haki yao? Asante sana Rahma kutoka Zanzibar. Kwa uzuri wa Zanzibar, taarifa za anwani za makazi zimehakikiwa katika halmashauri zote 11 za Zanzibar. Tunachotakiwa kufanya sasa hivi Rahma ni kuhimizana kupitia platform kama hizi na elimu ambazo tunaendelea kuzitoa katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, kwenda kwa masheha au katibu wa masheha ambao wote wameshajengewa uwezo kuhusiana na masuala ya anwani za makazi, pamoja na waratibu wa halmashauri zetu kule Zanzibar na wengine wako hapa wanatusikiliza, tuweze kujisajili katika mfumo huo wa anwani za makazi. Tunafahamu Zanzibar masheha wetu wana taarifa za wakazi wote kwenye madaftari yao. Sasa yale madaftari ndio tunayageuza yawe kidijitali na tayari tulishawajengea uwezo. Mijuli ametuliza approved ya kujibiwa hiyo barua inachukua muda gani? Isiwe kama Rita jamani. Asante sana. Unapotuma maombi yako kama ambavyo nilijibu kwenye swali la hapo juu la ndugu yangu Masingisa, unapotuma maombi yako kwa mtendaji,
yatakaa kwa mtendaji ndani ya masaa 24 tu. Kama hatatoa approval, yataondoka kwake na kwenda kwenye ngazi ya halmashauri ambaye mratibu atajibu maombi yako. Na yeye kama hatashindwa kuyajibu ndani ya muda huo, yatakuja kwenye ngazi ya kitaifa na tutayajibu. Nasisitiza tena, jambo la msingi ni kuhakikisha umejisajili. Approval ni jambo ambalo linaweza kufanywa kwa mtendaji ngazi ya kijiji au mtaa au ngazi za juu yao. Hizi timu za anwani za makazi kwenye ngazi ya kijiji, kwenye ngazi ya mtaa, mpaka ngazi ya kitaifa. Kwa wakati huu wote waombaji tukituma maombi, zipo na zinaona maombi yote yanayotoka katika kona zote za nchi yetu na wako kwa ajili ya kuya-approve. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa kuhakikisha kwanza mtendaji ametusajili katika mfumo wa kidigitali wa anwani za makazi. Lakini Kenneth Joram anasema sasa hiyo barua ya utambulisho inatumika sehemu yoyote tu au mpaka kwenye mkopo tu? Swali zuri. Kama ambavyo nilitangulia kusema, unaweza ukaomba barua kwa ajili ya kumwenda kumwekea ndugu yako dhamana, ukaomba barua kwa ajili ya kwenda kufungua akaunti ya benki. Haya yote ni matumizi ya hizi barua. Lakini tunayoisisitiza hapa ni ile barua ambayo wewe utaielekeza kwa mkurugenzi mkuu au mtendaji mkuu wa bodi ya mikopo ili kuweza kukamilisha maombi yako ya kuomba mkopo wa masomo ya elimu ya juu. Ndio tunayosisitiza hapa. Lakini hiyo barua inaweza ikatumika kwa matumizi mengine kama mwasilishaji alivyoonyesha. Yapo matumizi mengine zaidi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Lakini Hyman 218 anasema sisi wengine tumekuja sasa hivi online, tunaomba kufanyiwa marejeo kiasili ili twende sawa. Kwa faida yako, vipindi hivi ni endelevu. Kesho pia muda na wakati kama huu tujoin, lakini ili usiondoke bure, unachopaswa kujua ni anwani ya makazi, maana yake ni nini, ambao tunasema ni taarifa zinazowezesha kutambulisha mahali ambapo jengo au huduma inaweza kufikishwa. Lakini vile vile tunasema anwani ya makazi inaundwa na vitu vikuu vitatu: namba ya nyumba, jina la barabara pamoja na post kodi. Na kila mtu anatakiwa kuwa na anwani ya makazi, awe mmiliki wa nyumba, awe mpangaji, awe mtoto, awe ndugu, anapaswa kuwa na anwani ya makazi. Nani ananisajili? Kama sijajisajili ni mtendaji wangu wa serikali ya mtaa au kijiji au share au katibu wa share kwa upande wa kule Zanzibar. Lakini vile vile inawezekana tukawa na maswali zaidi, tunataka kuuliza, tunataka kutuma message. Kuna namba hapo zimeonyeshwa za mawasiliano, pamoja na page za NAPA kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na email ya NAPA. Unaweza ukatumia namba hizo zinazoonekana kwenye screen yako hapo, ukaziandika pembeni, WhatsApp, ukachati au ukatuma message, pamoja na kupiga simu kwa namba zinazoonekana. Lakini vile vile Bongo Flix TZ anasema, je, kama mwombaji wa mkopo yuko nje ya makazi yake ya kudumu, anawezaje kuomba anwani ya makazi kwa mtendaji ambaye hakunisajili? Umeuliza swali zuri kabisa. Sasa maana ya kuomba barua ya mkazi ni nini? Wewe ni mkazi wa eneo hilo, ndio maana umeomba barua ya kuthibitisha ukazi wako. Lakini inawezekana mimi Arnold niko Tandahimba, lakini kumbe mimi ni mkazi wa Nanjilinji. Kwa hiyo mtendaji wangu wa Nanjilinji ndio alipaswa kunisajili kwenye mfumo ule kwa sababu ananifahamu. Na inawezekana kabisa nyumbani kwangu pale kuna anwani ambaye sijasajiliwa ni mimi tu. Na maanisha nini nikisema hivyo? Kwamba nyumbani pale namba ya nyumba ipo, walisajili taarifa, lakini mimi taarifa zangu binafsi ndio hazikuingizwa. Na hii ndio kesi ya wengi wetu ambao tuko hapa. Unakuta nyumbani kwako namba unaiona kabisa imebandikwa, lakini taarifa zako wewe hujawahi kujisajili au watoto hawajawahi kujisajili. Kwa kinachotakiwa ni kuwasiliana na mtendaji ahakikishe amekusajili. Lakini inawezekana labda umehamia huko kwingine ulikoenda. Kama umehamia huko ulikoenda na ni mkazi wa huko uliko, basi unapaswa kusajiliwa huko huko uliko. Sababu inawezekana mimi Arnold kule Nanjilinji na nyumba yangu nimejenga ya kuishi, ninaenda likizo na kurudi. Lakini huko na Mtumbo nimepanga kwa mtu mwingine naishi. Kwa hiyo kule ni mkazi na huko ni mkazi. Kule anaweza kunitambua pia mimi kama mmiliki wa anwani. Ndugu yangu Leonce, kama hautajali basi unaweza ukazima video ili tuweze kusikiliza zaidi. Lakini Elias Malimi anasema, je, ni jinsi gani ya kuunganisha namba yangu ya NIDA na hiyo post kodi?
Ambacho sijakuelewa vizuri ni unachoongelea namna gani ya kuunganisha. Sijui ni muunganiko gani ambao unataka kusema, lakini ndugu yangu Elias, nataka uelewe kwamba tunaongelea anwani ya makazi, sio postcode peke yake. Tumesema postcode ni namba maalum ya kata ambayo ni sehemu ya anwani ya makazi. Unachopaswa kujua ni namba yako ya nyumba, jina la barabara na hii postcode. Hii ndio anwani yako kamili ya makazi. Lakini Reginald Tesha anasema nimefanya ila nimeona napata ujumbe kwamba taarifa hii haipatikani kwa sasa. Lakini pili, nashauri sehemu ya kuupload picha iwe na mimi nilimaanisha flexible, iwezeshe picha kuwa cropped kadri ya mahitaji. Ushauri wako tumeupokea na tutaona kama unakidhi mahitaji yaliyopo sasa, lakini ujumbe ulioupata ni kwa sababu haujasajiliwa, taarifa zako hazipo, tembelea kwa mtendaji, hakikisha amekusajili. Haima akarudi tena anaomba tupewe marudio. Hivi vipindi ni endelevu na tutaendelea kutumia mitandao ya kijamii kuonyesha hatua za kuomba barua, nini cha kufanya, tutaposti, tuendelee kufuatilia. Reginald Tesha, je, ni lazima wakati wa kuomba niwe katika ploti husika? Jibu ni hapana. Unaweza ukaomba barua ya utambulisho huko Dar es Salaam, lakini as long as ulisajiliwa pale Kigoma Kasulu, basi unaweza ukaomba barua ya Kasulu kwa sababu mtendaji anakufahamu kule Kasulu na yeye ndo alikusajili kule Kasulu. Unaweza ukaomba barua ya Kasulu hata kama uko Dar es Salaam, ndio uzuri wa teknolojia. Au unaweza kuwa Dodoma nikaomba barua. Yes, jibu lako ni ndio. Bongo Flix tena, kama hakuna haja ya kwenda kwa mtendaji au mwenyekiti kusaini form, mbona kipengele cha kwanza inasema lazima form namba 2 na namba 5 zisaini, lazima isainiwe? Asante. Huyu ameenda kwenye hizi form za kuomba mikopo. Bongo Flix TZ, hakikisha kesho unakuepo kwenye session ya kesho ili tukuonyeshe. Kwa wale waliokuepo jana waliona wapi ambapo taarifa yangu ya anwani za makazi naenda kuijaza. Na ilionyesha kabisa kama unakwenda kwa mtendaji au hauendi, na tukaona hakuna kwenda kwa mtendaji kwa sababu taarifa ya anwani za makazi ilijitosheleza. Kwa hiyo kesho tutaonyesha kwa picha. Arnold, unajaribu kujibu karibu kidogo. Ndio. Naongezea kidogo. Hapo kwenye taarifa za anwani ya makazi ni kipengele ambacho kitaonyesha kuhusu anwani ya makazi, lakini kuna hizo kurasa anazozitaja, ukurasa namba 2 na ukurasa namba 5 una taarifa za mwanafunzi, na kuna kipengele ambacho kwa sasa hivi bado kinaonyesha kwamba atatakiwa kwenda kuthibitisha kwa mtendaji wa mtaa au wa kijiji. Na hicho kipengele ama huo ukurasa wa maombi ya mkopo utaendelea kuwepo kwa sababu ni matakwa ya kisheria. Kwa hiyo kwa sasa vyote viwili vitafanyika. Hii ambayo kwa sasa anwani ya makazi tumefungamanisha mifumo, na ile nyingine ni kwa sababu ya matakwa ya kisheria kwamba tunahitaji kuona zile saini za watendaji wa mtaa. Asante. Asante dada Veneranda kwa ufafanuzi mzuri, na nimsisitize pia Bongo kesho uwepo ili uweze kuona hizo hatua vizuri. Kennedy Joram, kurudia kupewa mwongozo na kupata hiyo barua, ya kuelewa kama ni swali au ni pendekezo. Kurudia kupewa mwongozo wa kupata unamaanisha turudie kuwapa mwongozo wa kupata hiyo barua. Tutaendelea pia kesho kwenye kipindi cha kesho. Lakini Nyukona anaomba mtuambie tunaweza pata wapi hicho kiunganishi kwa ajili ya session ya kiwemo cha kesho. Yes, kama ambavyo umepata cha leo na cha kesho utapata kwa njia hizo. Tunatuma kupitia kwa magrupu mbalimbali ya makundi sogozi, magrupu ya vyuo na platform mbalimbali ambazo tunaweza kupata. Na hii linki pia tunaweza tukaiweka kwenye page zetu hizi za Instagram, za WhatsApp, za bodi ya mikopo na NAPA ili iwe rahisi kutufuatilia. Lakini Kenneth Joram anasema ukienda kwa mtendaji atakuwa na uelewa wa kuidhinisha ili akusaidie kuingia kwenye barua. Ni swali zuri. Watendaji wetu wameandaliwa na wamejulishwa kwamba tuna hili zoezi, kwa hiyo wako tayari kukuhudumia. Lakini Shaibu Salum, je, nadhani ameishia katikati. Lakini Kigoma RS anaomba kufahamu inapokuwa imeanzishwa barabara mpya, je, nani anayehusika kusajili? Hii ni jambo la kitaalamu la usajili wa barabara, kwamba nani anatakiwa kusajili barabara. Lakini kwa faida ya wanaotusikiliza, anayetoa jina la barabara
au barabara mpya inapofunguliwa, anayetoa jina ni wananchi wanaotumia hiyo barabara. Baada ya wananchi kupendekeza hilo jina, mtendaji wao wa mtaa, kijiji au shehia atachukua hilo jina na kulifikisha kwenye ngazi ya halmashauri ambao wataliidhinisha liweze kutumika kwa matumizi ya umma. Lakini vile vile hata zinapotokea maboresho haya ya namba za nyumba zilizopo katika barabara, nani anafanya? Ni mtendaji wetu. Inawezekana kuna nyumba wakati tunakusanya taarifa ilikuwa haijajengwa, sasa hivi imekamilika, inahitaji kuwa na namba. Huyu mtendaji wetu wa serikali ya mtaa kijiji anaweza kutusaidia. Abedi Shaban Salumu, huduma ya kuomba barua utambulisho inajibiwa masaa 24 au ni muda wa kazi tu, na ni siku zipi inatolewa hiyo huduma? Siku zote inatolewa hii huduma. Unaweza ukaiomba hata saa 5 usiku, wewe omba tu, kikubwa uweze kuomba hiyo barua. Lakini Shaibu Salum, je, namba ya anwani ya makazi ya baba, mama na mtoto? Ayam. Sijakuelewa vizuri, lakini kama naweza kusema kitu Shaibu Salum, namba ya anwani ya makazi au anwani ya makazi ya baba, ya mama, ya mtoto ni hiyo hiyo moja. Wote tunawezekana tukawa na anwani hiyo hiyo moja. Mimi na familia yangu anwani yetu ni moja. Lakini tutakapoomba barua, reference namba zetu zitatofautiana kwa sababu kila mtu amewasilisha ombi lake tofauti. Lakini Maiga, vipi kuhusu wanafunzi wanaoendelea na masomo? Hata wanafunzi wanaoendelea na masomo kule nyumbani kwao wana anwani zao za makazi, wanapaswa kuwa wamesajiliwa. Lakini vile vile Shaibu akarudi tena, je, namba ya anwani ya makazi ya baba, mama na mtoto inatumika? Ni moja au kila mtu anakuwa na yake? Nimeshalijibu hilo. Kennedy Joram, kwa nini msinge rahisisha kuwa kwenye namba za NIDA wote wangekuwa verified automatically ili kupata anwani ya makazi? Maana unaweza kwenda kwa mtendaji kaja simu ya janja kama hana, inakuaje? Na unaweza kwenda sehemu nyingine. Asante kwa hili pendekezo ambalo umelitoa, lakini kwa wakati huu watendaji wetu wameandaliwa na wanaweza kukusaidia. Inawezekana mtendaji akawa hana simu janja lakini amepewa hilo jukumu kisheria, kwa hiyo anaweza kupata namna ya kukusaidia. Na uzuri pia vipo vitendea kazi ambao baadhi ya watendaji wenye changamoto kama hizo watawezeshwa. Lakini Maiga, vipi kuhusu wanafunzi tunaoendelea na masomo chuoni? Yes, wewe pia nyumbani pale kwenu kwenye anwani yako ya makazi ya kudumu unapaswa kuwa registered. Tunajua anwani yako ya makazi ni ya kule. Lakini kwa wakati huu unaweza kuwa unatumia anwani ya makazi ya hapo chuoni. Lakini kikubwa kule kwenye anwani yako ya kudumu nyumbani unapaswa kuwa umesajiliwa ili ujiandae sasa kuomba mkopo vizuri mwakani, au kama ulishaomba inawezekana uko mwaka wa kwanza haujapata ukaomba tena. Hatua ni hizo hizo. Abedi Shabani Salumu, mfumo huu unaanza kutumika lini? Kuanzia hivi tunavyoongea hakikisha umejisajili na matumizi yameshaanza. Iaban Magogwa, hiki kipindi kama kimerekodiwa kwe YouTube itakuwa ni vizuri. Tumepokea hayo maoni kwenye page zetu za YouTube, utakuta hizi elimu ambazo tunaziongea, ufuatilie kwenye hizo YouTube page za NAPA za bodi ya mikopo. Abedi Shabani Salum, je, ni vitu gani nahitajika kwenda navyo kwa mtendaji ili nisajiliwe? Kikubwa kama ni above 18 ni namba yako ya NIDA, lakini kama anwani yako haijasajiliwa kabisa, mtendaji atalazimika kufika kwenye eneo lako ili aweze kuisajili. Kikubwa ni taarifa zako za namba ya NIDA kama ni above 18, lakini kama ni below that hakikisha una majina yako sahihi kabisa kama yanavyoonekana kwenye vyeti vyako vya masomo ngazi zako za chini. Haya mafunzo yanaanza saa ngapi? Tulishaanza kila saa 10. Lakini Ashura anasema vipi kuhusu hawa wapangaji ambao leo wanakaa kata ya Chamwino alafu baada ya muda anahamia Makole, atalazimika kufika kwa mtendaji wa mtaa kuhamisha taarifa zake? Yes, kwa kujibu swali lako lote hadi mwisho jibu ni ndio. Tunapoingia na kutoka mtendaji unapaswa kumjulisha akutoe kwamba wewe sio mkazi tena kwenye mtaa wake na umehamia kwenye mtaa mwingine ambaye mtendaji huko unakokwenda yeye atakusajili kwamba okay, sasa ni mkazi wa mtaa wangu. Tunapaswa kutoa hizo taarifa kwa watendaji wetu. Abedi Shaban Salum, na kwa mtu ambaye ana anwani 2 za makazi anaweza akaomba barua ya utambulisho kutoka kata A na fomu yake ya mkopo kwenye peji namba 2 na 5 zikasainiwa na mtendaji wa kata B.
Sahihi, barua ya utambulisho kwenye swala la anwani za makazi, mtu anaweza kuwa na anwani zaidi ya moja, lakini kwa wakati huo unataka kuomba mkopo, maana yake ni nini? Unapaswa kutumia anwani yako ile ambayo ndio ya makazi yako. Mfano mimi hapa nakaa pale Manzese, lakini vile vile nimepanga nafanya biashara zangu pale Kariakoo. Kwa nikitaka wewe kama mteja uje kwangu Kariakoo, nitakupa anwani yangu ya biashara pale Kariakoo. Lakini ninapoomba mkopo sasa, maanake natakiwa kutoa anwani yangu ya pale Manzese ambapo naishi. Lakini Carrington Masingisa anasema kwa tunaoishi nyumba za kupanga na wenye nyumba wapo nje za nchi, tunaweza sajili kwa kupitia wapangaji tu? Unaweza, yes. Hata kama mwenye nyumba yuko nje ya nchi, bado sisi wapangaji tunayo nafasi ya kusajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Kwa upande wa sisi wawezeshaji, tunaomba tuwashukuru wote ambao mmeshiriki nasi katika siku hii ya leo. Tumejaribu kujibu maswali yetu, lakini inawezekana tuna maswali zaidi, tunaweza kutuma kwenye namba ya WhatsApp, na hizo namba ambazo zinaonekana hapo. Tutaendelea kujibu maswali, lakini niwaombe kesho muda na wakati kama wa leo tuweze kushiriki kikao chetu cha elimu hii ya anwani za makazi na uombaji wa mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Niwashukuru tena kwa niaba ya wote ambao tumewasilisha. Tunaomba kuwasilisha na kuruhusu viongozi waendelee na hatua zinazofuata. Asanteni. Asante sana Arnold kwa wasilisho na maelezo mazuri, ufafanuzi mzuri wa maswali yaliyotolewa. Pia nawashukuru wawasilishaji wote walioshiriki katika session yetu ya leo na kutupa elimu hiyo. Mwakilishi wa bodi, kabla sijafunga, labda kama una cha kusema, karibu. Asante. Nilikuwa nafuatilia kuhusu washiriki na maswali ambayo wanayauliza kuhusu jinsi ya kuomba mkopo na taarifa mbalimbali. Kama tulivyoahidi, kesho tutarudia kuwaonyesha jinsi ya kuingiza ile namba ya kumbukumbu inayotoka kwenye barua ya utambulisho wa anwani ya makazi, lakini vile vile tutaandaa pia majibu ya baadhi ya maswali ambayo wameyauliza ambayo leo hatukuyajibu, lakini kesho tutawapa pia majibu ili kuweza kuwasaidia wale ambao bado wana maswali mbalimbali kuhusiana na mikopo na jinsi ambavyo mwaka huu tumeanza utaratibu wa kuingiza namba ya utambulisho wa anwani ya makazi. Asante mwakilishi kutoka bodi ya mikopo. Basi na kwa upande wangu sina la zaidi, niwasisitize tu tusikose session ya kesho. Session bado zinaendelea, hatujafunga, hatujamaliza, na kama alivyoongea mwasilishaji na ameongea mwakilishi kutoka bodi kwamba kesho tutaona jinsi tutakavyotumia hii namba ya uliopata kwenye mfumo ya kumbukumbu katika maombi ya mkopo. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia kwenye page za wizara na za bodi ili kupata ile link mapema. Tutaiupload mapema, lakini kupitia kwenye makundi yetu kama ilivyo kawaida tutatuma pia hiyo link ili siweze wote kupata nafasi ya kushiriki. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nasema kikao kimeahirishwa mpaka kesho saa 10 kamili jioni. Asanteni na karibuni sana wote, msikose kushiriki kesho saa 10 kamili jioni. Asanteni.